Ahlan wa sahlan wa marhaba. Hujambo na karibu mtazamaji au mwanagenzi katika kipindi ukipendacho, kipindi cha Uhondo, kipindi cha Kiswahili Lugha, kipindi ambacho kwacho bila shaka tunaletea kila kaski kwa minajili ya kukuelimisha ili uweze kuyafahamu mambo mengi yanayohusiana na lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Kipindi ambacho mwaletewa naye Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Basi bila shaka leo hii bila kupoteza muda, ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa tatu mwaka wa 2023, yani 6. Basi natumai umekwisha jiandaa bambam, uko tayari na matini yako pamoja na kalamu, na bila shaka tutakuwa tukiangazia misamiati, na katika misamiati msamiati bila shaka tutakuwa tukiangazia msamiati wa mahakama au mahakamani ukipenda. Basi jambo la kwanza katika mahakama, natumai basi ni vyema niwaelezee kinagaubaga maana halisi ya neno mahakama. Na katika maelezo bayana, mahakama ni sehemu kupi mtazamaji? Mahakama ni mahali pa kukatia au kuamulia kesi. Kuna sehemu iliyotengwa kwa minajili ya kukatia au kuamulia kesi, basi sehemu hiyo kwayo ndio huitwa mahakama. Na bila shaka baada ya kesi kuamuliwa, kuna yule ambaye huwa yafanya kazi hizo ama kazi hiyo, bila shaka ambaye kazi yake ni kuamua ama kufanya nini, ama kukata kesi ama kuamua kesi. Mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama, au bila shaka tuweze sema yatoa hukumu, basi yule anayetoa hukumu bila shaka huitwa jaji, yani jaji katika lugha ya Kimombo. Basi hiyo ndio baadhi ya misamiati ambayo kwayo tutakuwa tukiangazia katika msamiati wa mahakama. Na tutaanza na nani? Tutaanza na mahakama yenyewe. Nimesema mahakama pia huitwa korti au korti. Katika lugha ya Kimombo twaita natumai huitwa court. Mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama, korti. Korti ni kwa Kiswahili ukitohoa, ili hali kwa Kimombo au King'eng'e ni court. Basi jina jingine ni mahakama. Bila kupoteza muda, tutataka tuende moja kwa moja karitadi misamiati ainati kama vile dhamana. Tutaanza na dhamana. Basi dhamana ni nini? Dhamana mtazamaji, bila shaka ni ada, nayo ni ada inayotozwa. Ni ada ambayo kwayo bila shaka jaji utoza mshtakiwa ili awe huru kwa muda fulani. Tuseme umetiwa mbaroni. Unajua mtu akikwisha patikana na hatia, ukikwisha patikana na hatia mtazamaji, utatiwa mbaroni. Kutiwa mbaroni ni ile hali ambayo unashikwa na polisi ama washikadoria. Basi baada ya washikadoria kukukamata, watakufunga, labda waweza kukufunga pingu iwapo yahofia fikakuwa huenda ukatoroka. Baada ya kufungwa pingu mtazamaji, utapelekwa moja kwa moja karitadi kule seli, kwenye seli au kipenda kituo cha polisi. Kituo cha polisi pia huitwa seli. Katika seli kuna sehemu iliyotengwa maalum ya kwa minajili ya kuwahifadhi wale washukiwa. Wewe ni mshukiwa kwa sababu bado hawajapata ukweli kamili, basi utaitwa mshukiwa. Utafikishwa pale, unahifadhiwa sehemu kwayo katika pale seli huitwa korokoro. Mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama, korokoro. Basi korokoro ni sehemu iliyotengwa kwa minajili ya kuhifadhi yule mshukia, yule anayedhaniwa kwa ametekeleza jambo fulani lisilo ruhusiwa kulingana na sheria kwazo labda za katiba katika nchi fulani. Basi utawekwa kwenye korokoro. Kumbuka korokoro hupatikana kwenye seli, au seli nimesema ni kituo cha polisi. Baada ya kuzuiliwa kwenye korokoro kulingana na sheria kwazo za nchi, bila shaka labda kwa mfano hapa utaambiwa fikakuwa unafaa ukimbizwe mahakamani kabla ya muda wa saa 20 na ngapi? Kabla ya muda wa saa 24.
basi utakimbizwa mle mahakamani na utapatana pale na nani? Naye jaji, ambaye kwa kimombo ni jaji. Katika mbinu ya utohozi tunamuita jaji, lakini Kiswahili fasaha ni hakimu. Kimombo nimesema ni jaji. Naam. Kisha yeye ndiye mwenye uamuzi, yeye ndiye atakayeamua baada ya kesi yako kusikizwa bila shaka na watu watakaosikiza, akiwemo jaji, kwa sababu yeye ndiye kiongozi mle ndani. Na bila shaka kuna wale ambao pia kuna wakili. Wakili katika lugha ya kimombo ni lawyer. Lawyer kwa kimombo au king'eng'e ni lawyer, Kiswahili ni wakili. Basi tunaweza kuwa na wakili wawili mle ndani kwenye mahakama. Kuna yule hakimu wakili atakayekuwa upande wa yule mshukiwa ama mshtakiwa, yule aliyeshtakiwa, na kuna yule hakimu wakili kunradhi, atakayekuwa upande wa nani? Wa yule mshtaki, yule aliyeshtaki, yule aliyepeleka kesi mahakama, ama aliyefanya yule mshukiwa akafanya nini? Akatiwa mbaroni. Basi mara nyingi kazi ya wakili ni kumtetea mshukiwa ama mshtakiwa na mshtaki. Mshtaki atakuwa na wakili wake, naye mshtakiwa pia atakuwa na wakili wake, ambaye bila shaka ya kazi yao ni kumtetea yule, ama kila mtu atakuwa na upande wake. Kuna yule atamtetea yule mshtaki, kuna yule atakayemtetea yule mshtakiwa. Mtazamaji ambaye sasa hivi anatazama, basi nilikuwa naeleza kwa dhamana ni ada ambayo hutozwa mshtakiwa ili awe huru kwa muda fulani, uchunguzi ukiendelea. Basi mtazamaji, baada ya kufikishwa mle mahakamani, jaji ataamua aseme vipi kulingana na jinsi ambavyo kwavyo amesikiza hii kesi. Basi angependekeza kufika kuwa mshukiwa awachwe kwa dhamana. Basi katika kuachwa kwa dhamana haimaanishi kuwa mtazamaji, kesi yako imekamilika. Ni ile tu kuna labda uchunguzi ambao unaendelea, kwa sababu labda ukweli bado haujabainika. Basi uchunguzi unaendelea, na kwa sababu uchunguzi unaendelea, na bila shaka kulingana na maombi labda kutoka kwa wakili wako, basi wakili akaomba fika kuwa angeomba mteja wake achiliwe. Kwa nini? Kwa dhamana, awe huru kesi ikiendelea. Kisa na maana asizuiliwe kwenye rumande, maanaye ukitolea kule mahakamani hutaregesha kule korokoro, tafadhali utapelekwa kwenye rumande. Basi kwa Kiingereza ni remand, utapelekwa kwenye rumande. Iwapo labda jaji ama mtu yote anahisi fika kuwa huenda ukahitafiliana na kesi, ama huenda ukafanya nini, huenda ukatoroka. Basi iwapo wanahisia kuwa huenda ukatoroka ama uitifiliane na kesi ama yule aliyekushtaki, basi utazuiliwa kwenye rumande. Lakini iwapo mambo yako labda wamefanya utafiti huenda wakabaini fika kuwa wewe sio mtu wa kutekeleza mambo kama hayo, huenda ukaachiliwa kwa dhamana kesi yako ikiendelea, ambayo kwa bila shaka siku ile ambayo ilikuwa imetengwa kwa minajili ya kusikiliza kesi yako ikitimia, utaenda mle mahakamani usikilize kesi yako, lakini utakuwa kwako na utakuwa unafanya shughuli zako nyinginezo nyingi. Mtazamaji ambaye sasa hivi unitazama, naye ukizulia kwenye rumande, bila shaka hapo hutakuwa na huru, hautakuwa na huru kabisa, na huenda ukakosa mambo mengi ambayo huenda labda ulikuwa watarajia. Basi hiyo ni dhamana. Natumai dhamana kwa kimombo ni bond. Dhamana, bond. Kisha tuna nini? Bila shaka tuna faini. Faini ni aina mojawapo ya ada ambayo pia hutozwa yule mshtakiwa mahakamani akipatikana na hatia. Hapa sasa ukishapatikana na hatia, baada ya uchunguzi kukamilika, basi utatozwa faini ambayo watasema kulingana na kesi yako. Jaji atasema kulingana na jinsi ambavyo nimesikiliza hii kesi, basi mshtakiwa imebainika fika kuwa ni ukweli
yule aliyeshtaki mshtaki amesema ukweli. Tumeweza kufanya utafiti kupitia watu tofauti tofauti, na basi mshtakiwa, ningependa kukutoza ada ya pesa fulani. Basi hiyo ada ya pesa fulani italingana na jinsi jaji atakavyoamua na pia uzito wa nini, uzito wa kesi hiyo. Basi bila shaka jaji anaweza amua hata utozwe shilingi 1,000,000, shilingi 500, shilingi 10,000, shilingi 50,000, italingana na uzito wa kesi, mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Hiyo ni faini, kwa kimombo tunaita fine. Basi faini hiyo ni mbinu tu ya utohozi, mtazamaji. Kwa kimombo nimesema ni fine, hali ya kutohoa. Kisha kando na faini au fine kwa kimombo au king'eng'e, tuna gereza. Gereza ndio jela, mtazamaji, na gereza ni mahali tu utapelekwa, utazuiliwa. Tafadhali, ni mahali utawekwa kama nini, baada ya uamuzi wa nani, wa yule jaji ambaye ataamua fika kwa pana, hii kesi yako ni kesi ambayo sio hivi hivi, ni kesi nzito sana, na basi wewe utazuiliwa kama utakuwa mahabusu ama utakuwa nini, utakuwa naam, utakuwa mahabusu. Bila shaka hiyo ni baada ya kupatikana na nini, na hatia. Basi utazuiliwa ama utakaa kwenye nini, utafungwa kwenye jela, utapelekwa, utapewa kifungo cha miaka fulani ama siku fulani, ama italingana na pia uzito wa kesi yako, basi na uamuzi wa nani, uamuzi wa jaji. Ya jaji ndiye atakayejua jinsi atakavyofanya ama kifungo chako jinsi atakavyokupa. Utapelekwa pale gereza, nakumbuka fika kwa gereza pia huitwa jela, gereza au jela. Kisha kando na jela tuna sehemu nyingi kwazo, kama vile ama tuna misamiati nyingi kwayo, mtazamaji. Kama vile hakimu nilisema pia huitwa jaji. Tuna hatia. Hatia tu ni kesi ya mshtakiwa, ambayo bila shaka ya ile kesi ambayo umeshtakiwa pale kuwa umetekeleza, hiyo tunaita hatia katika Kiswahili fasaha. Kisha tuna hali ya kuhoji, mahojiano. Hoji katika lugha ya kimombo ni interview. Basi mahojiano pale utapewa mahojiano iwapo labda wanafanya uchunguzi unaendelea. Basi hiyo ni hali ya kuuliza mtu swali ama swali ili kupata ukweli wa nini, ukweli wa mambo. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo utakutana nayo ama utakumbana nayo mle mahakamani. Kando na hoji ama hojiano, tuna hukumu. Tuna hukumu, mtazamaji. Tuna hukumu. Hukumu ni nini? Hukumu ni uamuzi unaotolewa. Basi ni uamuzi unaotolewa na hakimu, ule uamuzi ambayo hakimu yuatoa, anasema pana, kulingana na hii kesi, uzito wa hii kesi, basi ningeomba mshtakiwa afungwe, apewe kifungo cha miaka 50. Basi